Na hapo ndipo Amboni inapotisha, sio tu kwa sababu ya mizimu. Unapogusa ukuta wake, unagusa kitu kilichokuwepo kabla ya falme, kabla ya dini nyingi za leo, na kabla hata ya jina Tanzania kuwahi kuwepo. Wakati milki ya Roma haijazaliwa, wakati piramidi za Misri hazijajengwa, na hata kabla ya binadamu wa kwanza hajatembea Afrika Mashariki, Amboni tayari ilikuwepo. Kilomita chache kutoka Tanga, chini ya miamba ya Chokaa, kuna ulimwengu ulioanza kuundwa takribani miaka milioni 150 iliyopita. Wakati eneo hilo lilikuwa sehemu ya mazingira ya bahari ya kale. Kwa mamia ya miaka, makabila ya Wasambaa, Wadigo, Wabondei na Wasegeju yalikuwa yakifika mahali hapa kufanya maombi na ibada. Kwao haya hayakuwa mapango ya kawaida, yalikuwa mahali ambapo mwanadamu alihisi po karibu zaidi na ulimwengu wa roho kuliko popote. Walipoingia wakoloni mnamo mwaka 1892, eneo hili lilikuwa chini ya kampuni ya mkonge ya Amboni Limited. Baadaye mwaka 1922, utawala wa kikoloni wa Waingereza ulitangaza mapango haya kuwa eneo la hifadhi. Lakini pengine ushahidi unaovutia zaidi ulipatikana si kwenye hadithi za wenyeji, bali ardhini. Utafiti wa arkeolojia uliofanywa na mwanaarkeolojia Mandela P. Rayano uligundua mabaki yanayoonyesha matumizi ya eneo hili kuanzia vipindi vya Stone Age hadi jamii za baadaye za pwani ya Afrika Mashariki. Hii inaonyesha kuwa Amboni imekuwa ikishuhudia vizazi vya wanadamu kwa maelfu ya miaka. Na leo unapoingia ndani yake, utaona popo wakining'inia gizani, njia nyembamba zinazopotelea kwenye giza, na miamba iliyochongwa na maji kwa muda mrefu kuliko historia yote ya ustaarabu wa mwanadamu.